kupatikana. So lazima kuwe na network baina yako na Mwenyezi Mungu ili mawasiliano yaweze kupatikana. Bwana sifiwe. So unaposoma, kwanza acha nisome kitabu. Tutasoma Kumbukumbu la Torati 12 kuanzia 11 na 12. Nitasoma. Neno linasema hivi: wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu anikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake, na Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Bwana sifiwe. So ninapotafakari hizo mistari mbili, kwanza mstari wa 11 unatuelezea kwamba kutoa sadaka inatolewa mahali gani. Maana sadaka haitolewi mahali popote. Huwezi tu amka asubuhi unaingia shambani unakimbia unasema hapa ndio utatolewa sadaka yangu siku ya leo. Huwezi tu amua tatolea sadaka jikoni. So mstari huu unatuambia kwamba sadaka iko na mahali maalum ambapo inafaa kutolewa, na mahali pale pasiwe chaguo lako, ila pawe ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Maana mstari unasema wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu. So ni Mungu ndiye atakayechagua ni wapi panafaa kumtolea dhabihu au sadaka. Bwana sifiwe. So popote ambapo unaona sadaka zinatolewa, inamaanisha kuna makubaliano, yani kuna Roho wa Mungu amekubali mahali pale, na anapokubali mahali pale panainuliwa, panajengwa madhabahu ambapo kutakuwa kunatolewa Mungu sadaka za shukrani na sadaka zinginezo, maana ziko sadaka mingi sana. Bwana sifiwe. So ni Mungu atachagua na atakuonyesha ni wapi pa kumtolea sadaka, ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru. Bwana sifiwe. So yale yote ambayo mtakuwa mnahitaji kufanyia Mungu, kutakuwa na ile sehemu maalum imetengwa ambayo inajulikana ni madhabahu. Maana madhabahu ni mahali palipoinuliwa, mahali pa kumwabudu Mungu, mahali pa kuongea na Mwenyezi Mungu. Na tunasema kwamba ili uweze kuongea na Mungu, uweke ile network, lazima kuwe na connection, kuwe na network kati yako na Mungu. So katika ile madhabahu lazima uweke connection ili uweze kuongea na Mwenyezi Mungu. Connection yenye utaweka pale ni sadaka, na sadaka utakayoitoa itategemea ni sadaka ni kusudi gani unataka, ni jambo gani uko nalo. Bwana sifiwe. Maana unapoangalia katika kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati, ama ukiangalia katika kitabu cha Walawi, unapata kuna sadaka mingi pale zilizoelezewa. Kuna sadaka za kuteketezwa, kuna sadaka za imani, kuna za dhambi, kuna za shukrani. Sadaka ni mingi. So na ile wakati unapata kwamba sadaka zilikuwa zinatolewa in form of animal. So
ni mnyama aliyekuwa anatolewa ili kusudi Mungu apate connection ya kujibu maombi ya yule kuhani na watu wake. Bwana sifiwe. So sadaka hutolewa mahali palipoinuliwa, yani madhabahuni, na Mungu mwenyewe huchagua mahali pa kumtolea sadaka. Ni huo mstari tu unaelezea, si maneno yangu. Hapo ndipo mtakapoleta kila kitu mtakachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule utakazoweka kwa Bwana. Tukija katika mstari wa 12 unaelezea kwamba nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu nini, na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake. So baada ya kutoa, mstari huu unasema kwamba ukishapeleka sadaka kuna furaha. Unapofafanua tu mstari na kuonyesha kwamba kuna kufurahi, maana unapoleta sadaka pale unaleta ukiwa na imani kwamba uko na tatizo hili na unataka kuongea na Mwenyezi Mungu kupitia hii dhabihu. So unapotoa ile dhabihu, kitu ya kwanza pia lazima ukuwe na imani ili malengo yako yaweze kutimilika. Nadhani kuna Sunday niliongelea kuhusu, kuna Sunday nilisema chochote unachofanya lazima kiambatane na imani. Malengo yako lazima yaambatane na imani, na imani yako lazima iwe sawasawa, kiwango sawasawa na kiwango cha matatizo yako au malengo yako. Bwana sifiwe. So ukiwa na malengo makubwa na huku imani yako ni dhaifu, bila shaka naona kutakuwa na ugumu kupata jawabu la malengo yako. Bwana sifiwe. So mstari huko wa 12 unasema tu kuna kufurahia, maana ulipoleta ile dhabihu ulikuwa na tatizo au na jambo fulani, au na huenda isiwe ni tatizo, huenda ni shukrani. Bwana sifiwe. Amen. Na kama ni shukrani, bado vile naonyesha kuna furaha, maana huwezi toa shukrani ukiwa na huzuni. Yule anayetoa dhabihu ya shukrani inamaanisha ana furaha ndani mwake. Bwana sifiwe. So katika kutoa ile dhabihu na vile vyote ambavyo Mungu anaamuru, baada ya hivyo kuna furaha, kuna majibu ambayo utapokea, kuna ushindi utapatikana mbele yako, kuna kuinuliwa kutapatikana maishani mwako. Wale wote uliosimama katika pengo na hiyo dhabihu, wote watapata uponyaji au majibu yako kupitia ile dhabihu. Bwana sifiwe. So ningependa tusome katika kitabu cha Waibrania tuone nayo inasema nini kuhusu dhabihu. Waibrania 13 tutasoma mstari wa 15 hadi 17, na neno la Bwana linasema hivi: basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo tunda la midomo iliungamanishwa. Basi kwa njia yake yeye na tumupe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, si kwa kuugua, maana
isingewafaa ninyi. Bwana sifiwe. So unaposoma katika huo mstari wa 15 kwanza, ianzie tu hapo kufafanua. Inasema tu basi kwa njia yake yeye na tumupe Mungu dhabihu za sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Bwana sifiwe. So kupitia kinywa chako unaweza mtolea Mungu sadaka. So huu mstari unasema tu kwa kusema tu Mungu asante. Mungu asante kwa kuniponya. Asante Mungu kwa ile asante ambayo unatoa kwa mdomo, bado vile vile Mungu anahesabu kama ni sadaka. Maana ni wengi ambao hawakumbuki kutoa hata shukrani ya mdomo peke yake. Bwana sifiwe. Unakumbuka kuna wale wenye Mungu aliponya wakaenda, lakini kuna mmoja tu aliyerudi kurudisha shukrani. So yule mmoja aliyerudi kurudisha shukrani, hiyo ni sadaka alitoa kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uponyaji aliokuwa ameupokea. Bwana sifiwe. So tumrudishie Mungu sadaka za shukrani kupitia kwa midomo yetu, kwa kukiri. Mungu anapenda mtu anayekiri, maana kile kinachotoka mdomoni kinatoka moyoni. So unaposema Mungu umetenda, Mungu na kurudishia shukrani, hiyo ni sadaka umetoa kutoka moyoni mwako kupitia kinywa chako, na Mungu anafurahia. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Bwana sifiwe. So pia kutenda wema. So unaona sasa inapofanua sadaka tena imepanuliwa katika viwango tofauti, kwamba sadaka si ile tu tunajua kwamba ni fedha, mifugo au kufanya hivi. So katika kutenda wema, katika kushirikiana, katika kukaa na upendo, umoja na amani, hiyo Mungu bado anaona ni sadaka, maana hiyo ni sheria katika neno lake. Mungu anasema tukae kwa amani, tukae kwa upendo, tushirikiane, tuinuane, tubebeane mizigo. Unapobebea mwenzako mzigo, unapomshika mkono yule aliyeanguka, yule anayejihisi kuwa mnyonge na amefika mwisho, unapomupa maneno ya imani na kumuinua, Mungu anaona hiyo ni gharama umelipa. Bwana sifiwe. Hiyo ni sadaka umetoa. So kile chenye unafanya kumsaidia mwenzako, usione kwamba unafanya bure. Jua Mungu anahesabu kwamba ni sadaka unatoa. Bwana sifiwe. So mstari wa 16 unasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Anafurahia tu kwamba wewe umemshika mwenzako, ulipata akiwa na njaa, ukampea chakula, Mungu anaridhika tu. Ulipata mwenzako hana fare, ukamsaidia akapata nauli, Mungu anaridhika. Hiyo ni sadaka. Unapata mwingine amekwama, kama mimi juzi nilikuwa nimekwama pale chini, nielezea pastor. Nilikuwa nimenaswa na Mungu ni mkuu. Alituma mtu na nikasaidika. So katika hiyo hali, hata huyo jamaa ni sadaka alitoa kupitia hiyo njia ya kuniokoa. So katika kusaidia mwenzako, kumupa maneno ya kumuinua, ni sadaka unatoa na inampendeza Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe. So watu hili kwenye kuongoza na kuwanyenyekea wale wanaotuongoza, kwa kuwa hatuongozi kwenda jehanamu, ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, ni wateule wa Mwenyezi Mungu, wana mafuta na upako kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wanatuongoza katika njia ya haki. Yale yote wanayosema si maneno yao waliobuni wenyewe, bali sheria zote wanazozungumza
na kutuelezea, wanazitoa katika neno la Mungu. Bwana sifiwe. So lazima tutii yale wanayotuambia. Wanaposema kesho tulete dhabihu hii, watakuelezea dhabihu ni aina gani, lengo na kusudi ya hiyo dhabihu ni nini, na yote lazima ikuwe katika misingi ya imani au misingi ya